Filamu yetu inaanza pale tunamwona msichana mrembo mmoja anaitwa Chisoma. Huyu Chisoma ametokea huko bushi, yani Sigimbe kabisa, na amekuja kwenye jiji la Lagos kutafuta maisha bora. Anapokelewa na rafiki yake mmoja wa zamani, anaenda kwa jina la Naza, ambaye tayari ameshajua hili jiji jinsi lilivyo. Sasa Naza anamkodolea macho Chisoma na kumwambia ukweli mchungu. Bwana, Lagos ya sasa inatakiwa ujanja. Kwa jinsi unavyoonekana, una umbo zuri na unaweza kuwavutia wanaume. Sasa ndipo ambapo Naza anaanza kumbunia mipango mizima kuwa inatakiwa Chisoma abadilike, Chisoma afanye mabadiliko ili kuingiza pesa, na ikiwezekana aweze kubadilisha jina lake, baada ya kuitwa Chisoma jina la bushi aitwe Diamond, ili inaonekana mtoto wa kitajiri na mtoto wa kishua. Naza anaanza kumfanyia mipango ya kumazimia nguo za kitajiri na mawigi. This recap is for educational purposes only. It is not a replacement for the full movie. Angalia sasa jinsi rafiki walivyo wabaya. Akawa ameenda kumkopesha kwa marafiki zake ambao wanakopeshaga nguo za kifahari, na huyo rafiki yao akaambia baada ya wiki moja tu nataka Chisoma aje arudishe pesa hapa ili niendelee kufanya biashara. Chisoma anafundishwa jinsi ya kutembea na kuongea kama mwanamke wa mjini bwana. Sasa siku moja akiwa amependeza kama Diamond, anakutana na kijana mmoja tajiri sana anayeitwa Adrian, ambaye anajishughulisha na biashara za kiteknolojia. Adrian anavutiwa sana na umbo pamoja na uzuri wa huyu mtoto Chisoma. Sasa mwana akafikiri kuwa huyo anaitwa Diamond. Wakati huo Adrian yupo kwenye shinikizo kubwa sana kutoka kwa mama yake mzazi, ambaye ametoka likizo ya miezi miwili tu nje ya nchi bwana. Mama yake anataka kwa udi na uvumba kumwona mchumba wake Adrian ili afunge ndoa ampatie mjukuu, kwani umri unazidi kwenda, na Adrian ili kupata utulivu na kumridhisha mama yake anamwomba mshikaji huyu Diamond wafanye makubaliano. Diamond aigize kama mchumba wake bwana, yani awe mchumba wake mbele ya mama yake tu, yani wiki chache tu mama yake ambazo amekaa pale, kisha aigize kama ni mchumba wake na yeye atamlipa pesa za kutosha. Sasa Diamond Chisoma anakubali dili hilo, lakini ili kuendeleza kulinda sifa zake za kuwa yeye ni mtoto wa kishua, anaamua kukataa pesa ambazo Adrian anampatia, na anamwambia mimi ni mwanamke wa kishua bwana, huwezi ukanipatia vipesa vidogo kama hivyo. Kisha mshikaji anabaki anashangaa tu. Sasa Diamond anahamia kwenye jumba la kifahari la Adrian ili kuanza kulinda maisha ya uchumba mbele ya mama Adrian. Hapa ndipo vichekesho na matatizo yanapoanza, kwani tabia za kijijini za Chisoma zinaanza kushindwa kujificha. Sasa siku hii bafuni, yani siku ya kwanza tu anaingia bafuni na kuona sasa mbona maji yanatoka ya moto. Anafungulia ili bomba la maji yanatoka ya moto aisee, yanayomfanya apige kelele na kutoka akikimbia, huku akisingizia kuwa aliteleza tu. Pia anachukua shampoo ya nywele ya Adrian na kuitumia kama sabuni ya kuogea mwilini mzima, wakuzani ni lotion. Udada na vituko. Sasa leo hii mezani, wakati wa kufungua kinywa, anachukua mkate mkubwa na kuuzamisha mzima kwenye kikombe cha chai kuulowesha, tabia inayomfanya Adrian amkemee akisema mwanamke wa hazi yako hawezi kula hivyo mbele ya watu bwana. Sasa siku hii moja, wakati safari wakiwa kwenye gari ya kifahari, Chisoma anatoa mkate wake aliyokuwa ameuficha na kuanza kuula kwa pupa, akishushia na maji ya kandolo. Adrian anashtuka na kumwambia, hivi wewe ni kibarua wa mjengo au ni mfanyakazi? Mwanamke gani wa kishua anakula mkate na maji ya kandolo wewe kwenye gari? Sasa Adrian anabaki anashangaa tu. Sasa leo hii chumbani, Adrian anagundua kuwa Chisoma ameficha lundo la pesa chini ya mto wa kulalia. Anapoulizwa, Chisoma anadanganya kuwa hizi ni mbinu za kisaikolojia alizozisoma mtandaoni kutoka huko Marekani, jinsi ya kuziwaza pesa, kwa sababu akiwa ameweka hizi pesa chini ya mtu na kilalia, basi atakuwa anaziwaza. Licha ya mambo hayo yote kushangaza, mama Adrian anaanza kumpenda sana Diamond kwa jinsi anavyojitolea kufanya usafi akitumia ufagio wa kawaida badala ya vacuum cleaner, na jinsi anavyojua kupika chakula kitamu cha kiasili. Sasa uongo wa mwisho na siku ya malipo inafika bwana.
yule mwanamke aliyeazimishwa akinanaza nguo na mawigi anasikia uvumi kuwa Diamond anaishi kwenye jumba la kifahari na mwanaume tajiri, lakini hajalipa kodi yake ya nguo hizo. Sasa siku moja Adrian na Diamond wakiwa kwenye maduka kishua, yule mwanamke anajitokeza ghafla akiwa na hasira, anamwambia Diamond azalani, anaanza kumfokea na kumvua wigi kichwani mbele ya Adrian akipiga kelele, huu mwanamke ni tapeli tu na maskini, nguo zote hizi na mawigi anayoyavaa ni ya kuazima kutoka kwangu, huu ni mwongo. Sasa Chisom anashindwa kujitetea na kukimbilia kwenye gari la kwa aibu aise. Adrian anabaki akipigwa na butwa na kugundua kuwa ametapeliwa eti. Wakiwa nyumbani, Adrian anamshikilia na kumuuliza ukweli kuwa Chisom anakiri kila kitu. Bwana, jina langu mimi sio Diamond, mimi naitwa Chisom, nimetokea huko Bushi. Nilifanya hivi ili kufanikiwa tu maisha yangu hapa mjini. Adrian akiwa amejawa na hasira za kusalitiwa, anaamua kumfukuza Chisom usiku ule ule na kumwambia mlinzi asisubutu tena kumruhusu huyu binti kukanyaga hapa, maana binti ni mwongo, binti ni wa Bushi, binti anaitwa Chisom sio Diamond. Sasa baada ya Chisom kufukuzwa na kurudi kwenye maisha yake ya umaskini, kuna rafiki yake Naza anaamua kwenda kwa Adrian kumtetea. Naza anamweleza Adrian ukweli wa maisha ya Lagos. Chisom sio mwizi wala sio tapeli wala sio mtu badi bwana, ni msichana tu wa kijijini aliyekuja mjini kupambana na maskini wake. Familia yake namtegemea, pale unapomuona yeye ndo baba, yeye ndo mama kwenye familia yake. Sasa anamweleza kila kitu hapa, anamwambia kuwa alilazimika kuvaa husika tu, yani nikambadilisha jina kumwita Diamond ili aendane na watoto wa mjini hapa, unajua tena. Sasa siku hii mama yake Adrian naye anaingilia kati kumwambia Adrian, mwanangu, unaweza kumchukua Diamond na uongo wake, lakini huwezi kubisha kuwa Chisom alikuwa akupendi. Ni kweli Chisom alikuwa anakupenda kwa dhati, yani yote yale aliyokuwa akiyafanya, kupika, kujitolea na tabia zake za asili yalikuwa ni ya kweli kutoka moyoni mwake. Adrian anakaa chini siku ya leo na kuanza kutafakari maneno ya mama yake na maneno ya rafiki yake Chisom. Naza anagundua kuwa ingawa Diamond alikuwa ni mwongo, alikuwa ameshaanza kumpenda yule mwanamke halisi yake nyuma ya ile pazia. Sasa Chisom, Adrian anaamua kuweka pembeni kiburi chake, anaenda kumtafuta Chisom bwana. Anamkuta akiwa kwenye hali ya kawaida, unyonge tu. Adrian anamsogelea, anamsema hivi, amemsamehe na kumwambia sitaji tena Diamond wa uongo, nataka kuanzisha maisha mapya na Chisom wa kweli bwana. Hadithi na hii filamu yetu inaishia hapa kwa furaha, huku hawa wawili wakiwa wamekumbatiana, wakiwa wamethibitisha kuwa mwisho wa mapenzi ya ukweli ni upofu na hayagali hadithi ya mtu. Hayaangalia hadithi ya mtu. Bwana, huu tunakuwa mwisho wa series yetu hii hapa nzuri bwana. Filamu yetu hii nzuri bwana. Inaitwa When Love is Blind. Bwana, mimi hapa naitwa DJ Panado. Na hii hapa inaitwa E5 Beats Recap. Ukitaka kutangaza biashara nasi, tutafute kupitia hiyo namba. Sisi tutakutangazia biashara yako kiukweli ukweli. Bwana, tukutane kwenye comment hapo. Tumetisha au tumezingua? Bye. I love you. Ngata.